Downtown TV, we are the news. Hujambo na ni matumaini yangu hubuheri wa afya, ukiendelea kuitegea masikio na kuifuatilia channel yako ya mtandaoni bora kabisa ya Downtown TV. Kabla sijaendelea na kukuletea hichi ambacho leo nimekuandalia katika segment yako pendwa kabisa ya The Legendary Box, ningependa mfuatiliaji wangu mpya uweze kubonyeza alama ya subscribe na kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata notification zetu pale tunapopandisha content au maudhui yetu ya mtandaoni. Basi mpenzi mfuatiliaji wa channel yako pendwa kabisa ya Downtown TV, leo katika segment yako pendwa kabisa ya The Legendary Box episode 2 tunakuletea si mwingine bali ni nguri wa mziki wa reggae anayetambulika kwa jina la The Legendary Bob Marley. Kama ilivyo kawaida yetu katika segmenti hii ya The Legendary Box, inawezekana ukawa unamfahamu legend huyu ambaye tunakuletea kwa jina lake, lakini huna taarifa za ndani za maisha yake na alikuwa ni mtu aina gani kipindi chote cha karia yake aliyoifanya. Alikuwa legend katika engo hiyo. Basi leo hii nitakupa zile ABCD za msingi kabisa za huyu legend wetu Bob Marley. Tunaanza na kuzaliwa kwake legend huyu Bob Marley aka Tuff Gang. Bob Marley alizaliwa mnamo mwezi Februari tarehe 6 mwaka 1945 katika mji ambao unatambulika kwa jina la 9 Miles uliopo St. Anne, Jamaica. Bob Marley alitokea kwenye familia ya Kijamaika ambapo baba yake alikuwa ni Mjamaika mwenye asili ya kizungu, yani mtu wa kutokea Uingereza. Baba yake Bob Marley alitambulika kwa jina la Nova Marley. Yeye alikuwa ni askari wa kikoloni. Lakini pia mama yake Bob Marley alikuwa ni Mjamaika mwenye asili ya Kiafrika. Yeye alitambulika kwa jina la Cedella Boca. Huyu legend wetu Bob Marley aliweza kubahatika kuwa na familia ambapo alimuoa mwanadada aliyetambulika kwa jina la Rita Marley. Rita yeye pia alikuwa ni mmoja kati ya wale waimbaji wa kike ambao alikuwa akiimba nao katika bendi yao ya The Wailers. Pamoja na hayo, yeye Bob Marley aliweza kuwa na familia na huyu Rita Marley na kuweza kuzaa watoto ambao watoto hao walitambulika kwa majina ya Ziggy Marley, Stephanie Marley pamoja na Cedella Marley. Huyu Cedella alimpa jina la mama yake mzazi. Pia Bob Marley aliweza kubarikiwa kupata watoto 12 kwa ujumla wake na wanawake wengine wa nje ya huyu ambaye alimuoa akitambulika kwa jina la Rita Marley. Mmoja kati ya hao watoto ambao hawakuwa kati ya hao watatu ni Damian Marley ambaye ni star mkubwa sana anayetambulika kwa jina la Damian Marley aka Junior Gang to the Zilla. Sasa huyu Damian Marley mama yake yeye alikuwa ni Miss World wa miaka hiyo ya 70 ambaye yeye alitokea katika nchi ya Jamaica. Sasa mpenzi mfuatiliaji wa channel yako pendwa ya Downtown TV, na kipindi kama kinavyoendelea ni The Legendary Box na legend wetu wa siku ya leo ni Bob Marley aka Tuff Gang. Sasa bwana Bob Marley Legendary aliweza kuanzisha kundi la The Wailers. Kundi hilo lilianza mnamo miaka 1960 na kundi hilo lilianza pale baada ya Bob Marley kuondoka 9 Miles na kwenda Kingston, Jamaica. Alipofika huko Kingston, Bob Marley aliweza kukutana na marafiki wawili waliotambulika kwa majina ya Peter Tosh na Bunny Wailer. Wao waliweza kukaa pamoja na kuona kumbe wana vipaji vya kuweza kufanya muziki wa reggae. Wakakutana na wadada ambao mmoja kati ya wadada alikuwa ni Rita Marley na kuweza kuunda kundi la The Wailers.
ambao walifanya mziki wa reggae, ikatoka reggae moja nzuri sana ambayo wanaita strong reggae, root reggae. Kwa hiyo sasa wao waliweza kufanya album kadhaa, ambapo kuna album iliyotambulika kwa jina Exodus, ilienda viral sana, ikafanya kundi hili liwe kundi kubwa duniani. Lakini kwa bahati mbaya kufika miaka 1970 kundi la The Wailers lilipanganyika na kila mtu akaanza kufanya mziki kwa kujitegemea. Bob Marley aliendelea kuwika na kuendeleza mziki wake wa reggae, na hapa akaingia deep zaidi na kufanya mziki wa reggae utambulike kama mziki wa harakati za kudai haki za watu, lakini pia kuingiza mziki wa reggae kwenye imani ya Kirastafari. Kwa hiyo hapa Bob Marley alizidi kupata umaarufu zaidi na zaidi duniani. Imani yake Bob Marley, yeye alikuwa anaabudu katika dini ya Kirastafari. Sasa dini ya Kirastafari yenyewe ni aina ya maisha ya kiimani ambayo yaliibuka kuanzia mwanzoni kabisa mwa miaka ya 1930, hasa yakianzia katika miji ya Jamaica na Ethiopia. Yenyewe inaamini zaidi katika asili ya maisha ya Uyahudi yaliyochanganyika na Ukristo na imani za Kiafrika, ambapo identity au utambulisho wao mkubwa unakuwa ni kufuga rasta, dreadlocks, pamoja na kuamini kwenye amani na upendo na kutumia vitu vya asili, kuacha kula vitu vya damu na vitu kama hivyo. Na hii chimbuko kubwa sana linachimbuka pale kwa mfalme wa Ethiopia aliyetambulika kwa jina la Haile Selassie. Sasa hapo ndo tunapoona Bob Marley aliweza kuoanisha mziki wake wa reggae pamoja na imani ya Kirastafari na kudai haki, hasa uhuru na vitu vingine. Kama kuna nyimbo moja aliimbia kuhusu Zimbabwe, Liberation, uhuru wa Zimbabwe, na nyimbo nyingine nyingi sana ambazo aliziimba kuhamasisha kudai haki na uhuru duniani. Sasa legend wetu huyu anayetambulika kwa jina la Bob Marley, yeye aliweza kupata mafanikio makubwa sana ndani ya maisha yake ya miaka michache duniani ambayo alibarikiwa kuishi. Na mnamo mwezi Mei tarehe 11 ya mwaka 1981 Bob Marley aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 36. Chanzo cha kifo chake iliripotiwa kuwa ni kansa, ambapo mnamo mwaka 1978 aliweza kupimwa na kugundulika na matatizo hayo, na aliendelea na matibabu yake. Lakini 1980 akiwa akifanya performance alidondoka stejini na kuwaishwa hospitali, na kuanzia hapo alikuwa katika condition ambayo ilikuwa critical, aliugua, na hadi kufika tarehe hiyo basi Bob Marley aliaga dunia. Pamoja na hayo ameweza kuiachia dunia zawadi kubwa sana ya mziki wa reggae, ambayo hadi leo hii imekuwa ikiimbwa na kuimbwa na kuimbwa, na hata mziki huu wa reggae umeshindwa kupotea katika nyanja za muziki duniani, na amebaki kuwa legend mkubwa sana katika engo ya tasnia ya muziki duniani. Hivyo basi hadi tutakapokutana tena katika kipindi kingine cha The Legendary Box, mimi ni msimuliaji wako wa segment hii ya The Legendary Box, si mwingine bali ni D Salute Fire Dancer in a Miadi Ting. Mpaka wakati mwingine, bye bye.